Kaka, oya, nasikia mwanangu Priva sasa hivi ana mishemishe kibao, afu nikizingatia mimi hapa sina maisha hapa chuoni, nieusho kidogo. Sasa nilikuwa naomba nini, kama inawezekana, hebu ongea na Priva ili kama inawezekana nionane naye au nipatie mawasiliano niongee naye ili nikutane naye anipe mishemishe. Ni kweli Priva na michongo, ila sasa michongo anayoifanya Priva sidhani kama unaweza ukaifanya kaka, maana ni michongo migumu, na Priva mimi ni mwanangu kama unavyojua. Mimi nitamuelekeza kama ulivyoniambia, lakini sasa shida itakuja kwako. Unaweza kufanya mchongo anaofanya Priva? Lakini nafikiri unafahamu kama mimi mtoto wa kiume, mimi nakaza kila sehemu, yaani hakuna kazi ambayo inaweza kanishinda ile shoti na maisha. Kwa kama inawezekana, kama nilivyokuelekeza, fanya hivi. Mimi naomba unipe muda kwanza nikutane na Priva, nimuelekeze kama ulivyoniambia, afu mrejesho nitakuletea baadaye. Itapendeza na kama utafanya hivyo, because unajua kutegemea wazazi tena mwanangu jao. Kila kitu mtegemea mzazi, afu mimi mtoto na sio poa. Demu ananiangalia, unajua hivyo. Wewe fanya hivyo, anifanyia hivyo. Bwana Chani, mimi bwana nimekuita hapa. Nataka nikwambie kwa ule mchongo ulionipa siku ile nimeukubali. Sasa ndo mambo sasa. Kwa nini unafanyaje sasa? Sasa mimi hapa shida yangu ni moja. Nataka kujua kwa kila namba ya msichana ambayo nakupa mimi napata asilimia ngapi? Sasa dogo sana. Kwa sababu tunaanza kwa sasa hivi. Tunaanza na 30%. Yaani kwa mfano napokea milioni 1 unachukua 300,000. Au unaonaje? 30%. Unajua Chande, hii kazi kidogo ni nzito sana. Kwa hiyo nilikuwa naomba niongezee kidogo. Hata asilimia kadhaa. Sio swala. Tutachukua 35 basi. Ila kadri ambavyo wanavyozidi kuwa taradadi hapo mbele, naongeza asilimia nyingine. Usiwaze, mambo yatakuwa mazuri. Wewe kuhusu kombele usijali, kwa sababu hii kazi umenipatia mimi. Alafu sasa wewe kazi yako itakuwa ni moja tu, kunipa oda. Nataka mwembamba, nataka mnene, mweusi, mweupe. Hiyo ndo kazi yako. Ndio ngakuchagua wewe, najua kusizimisha wewe unaziweza, au sio? Pamoja basi. Basi haina noma, kubwa tuwasiliane. Tutasomana kwanza. Sawa tajiri. Sasa isikia ule wakati umri mdogo pesa nyingi umefika. Deal done. Buse, sijaja hapa na mambo mengi, sijaja na nini wala nini. Mejea hela yangu. Mwanangu, mimi niko naomba univumilie kidogo. Siku 2-3 hivi mimi nitakuzingatia. Ili Jumatatu, wala hilo sijali. Kwa nini endelee kusikilizia, kibidi niongeze sauti, si ndio hivyo? Wiki ya pili sasa hivi. Hela yangu kila siku nanipiga tu nili kalenda, si ndio? Asa sikia, tufanye hivi. Sio kesi. Leo Jumamosi. Jumatatu nahitaji hiyo hela. Bila hela yangu, chako kizuri chote changu. Getoni kwako na timba, kizuri chochote changu. Simu yako ni mali yangu. Hiyo hela itakukosti. Usifike mbali. Sababu mchongo ambao unasikizia mkubwa kweli. Ni mtu mzito haswa. Hilo lisikupiga purukushani sana ukafikia hapo kufanya mambo kama hayo. Sio poa. Wewe mshikaji wangu wa muda mrefu sana, tumetoka mbali juu. Hizi siku 2-3 hivi mimi nakuzingatia. Tena ikiwezekana kuongezea mpaka riba juu. Hiyo riba utakaa nao, mimi nataka hela yangu. Wewe shimona. Karibu.
Takisha? Yes. Mambo? Poa. Mzima? Mzima. Uko fresh? Ndio. Naona unazidi kupendeza tu sasa hivi. Uniona jana? Okay, sikia sasa. Mimi kuna mchongo nataka nikupe. Sasa kwa bahati nzuri nimekuona hapa. Naomba unipe namba yako ya simu ili baadaye. Namba yangu ya simu. Yeah. Okay. Takisha wewe. Mambo sio mabaya. Bombo kla. Takisha, unajua mimi nilipokupigia simu sijategemea kabisa kama utakuja. Na nisingefika. Ila karibu. Asante. Mimi nimekuita hapa nataka nikupatie kazi. Kazi gani tena? Kazi yenyewe mbona nyepesi sana. Yaani kwa jinsi ulivyo mrembo hivyo. Yaani hiyo kazi ambayo nataka nikupe mimi. Very simple. Nataka nikupatie fursa. Hiyo upo tayari? Mtu anakusikiliza nione kama naweza hiyo kazi. Vizuri. Sababu hii fursa ninayokupa mimi ni fursa ambayo itakubadilisha kiuchumi. Sio wewe, hata familia yako. Kesho familia yako, hata marafiki. Inaweza kubadilisha maisha yako. Yeah. Tanda. Hapo kitu kingine, hata bwana wako pia. Unaweza kumbadilishia maisha yake. Hem nisikilize. Unajua Takisha, wewe muonekano wako una uwezo wa kubadilisha ukawa pesa. Ila tu ukikutana na watu ambao wanaweza kukusaidia kupata kitu. Mimi hapa nafahamiana na watu wengi sana. Mimi kuna bosi mmoja ameniambia kwamba anahitaji msichana wa kazi, labda msichana. Takisha bwana, eti msichana wa kazi? Hapana, sio msichana wa kazi. Anataka msichana ambaye wa kulala naye siku mmoja. So mimi katika wasichana na wafahamu nikakuona wewe ndio nikuchague kwa siku ya leo. Bahati imekuangukia leo kwa sababu nakuahidi yule bosi kulala naye siku moja tu. Hiyo ni bahati? Ya, ni bahati kwa sababu kama chuo pale kuna wasichana wengi sana nafahamu. Kwa nini nikufuate? Ana kuheshimu sana. Wewe ndio ulivyo hivyo, yani kijana wa ovyo sana. Sawa. Mimi na wewe hatuwezi kukaa meza moja. Yaani wasichana wote unaowajua, hata wale wote unaowajua wewe, umeona mimi ndio unafaa kuniuza. Umeniona nina bango nimeweka pale ninauza. Kwa nakuheshimu sana. Ila ni kijana wa ovyo na tusizoeane. Ila Takisha, namba yangu unayo. Najua ukibadilisha mawazo unanipigia. Nahisi hujanielewa sana. Namba yako ndio ninayo. Ila sina shida kiasi. Na kama nilivyokuambia, hauna sehemu uliwahi kuona bango ninauza. Kama bosi wako ana shida sana, uza hata wewe. Kwa sasa utakuwa una shida nao, lakini kwenda baada ya maisha kukupiga utaona nini namaanisha. Mashati. Mambo vipi? Yaani bwana, nilipokutana na wewe nilikuwa nakutafuta kama madini mwanangu. River, hivi nikuelekeza mara ngapi kuhusu mwanamke unielewi? Nikwambia hivi, yaani yule mwanamke ninampenda kuliko kitu chochote hapa ulimwenguni. Mwanangu nakaza fuvu afu najidai uelewi. Unazingua sana, unanikosea. Afu tena kwa macho yangu naona unampigia demu unamsumbua. Nikija kukuelekeza unanizingua zingua. Sasa wewe unataka nini? Sasa wewe Ochu, unajua mimi nashinda kukuelewa. Umekuja hapa maneno kibao. Wewe demu wako mimi na mazoea naye. Au ana hadhi ya kuwa na mazoea na mimi? Nisikilize. Demu wako yeye jana nimekutana naye, afu ni mshamba tu mlugaluga mmoja. Sawa? So, dogo, kuwa makini. Kama pande zako sio pande zangu mimi. Unaona sana unajikanyaga. Maana demu mbaya, maana nini? Sikia. Yaani kama demu mtaki, hayo maneno yako nataka wapeleke kwenye vitendo. Mbona kwa ng'ang'anizi? Alafu nasema demu usiji mbaya, maana ni mbona unamsumbua? Yaani mbona ueleweki? Unazingua sana mwanangu. Sawa. Maneno sio mengi sana, nasikia. Mimi demu wako nikiamua kuwa na mazoea naye,
una cha kunifanya, na hata nikiwa na mazoea naye una njia ya kuzuia, kwa sababu nitachompa mimi tofauti na unachompa wewe. Mimi nitampa maisha. Sawa? Na demu wako ule nikisema kwamba niwe karibu naye hata siku 2 au siku 3, utamwona anaishi na maisha. Maisha yake yatabadilika, afu sio yeye tu, hata wewe pia maisha yako yatabadilika. So, ndugu wangu, tamba pande zako. Fresh mwanangu. Yaani umesikia Lodi mwanangu. Mimi nimekuita hapa na kipiko kimoja. Usi mshikaji wako tu. Unajua Piva anazingua sana mwanangu. Yaani anamchukua demu wangu mimi, yani anamkuadia demu wangu mimi kwa mshikaji mwingine. Alafu nikimfuata nikimwelekeza, tena nimemwelekeza zaidi ya mara 1, mara 2, mara 3. Nakuja ananijibu mimi shiti, Piva kunijibu mimi shiti. Alafu mimi nani na uhakika na uthibitisho kwamba yeye ndio ananikuadia demu wangu mimi. Sasa mwanangu, mimi nataka kumuelekeze kwa vile mshikaji wako anakusikiliza. Mwelekeze mwanangu, issue sio kwa kubwa. Kuja kuchafuana jina, alafu sio vizuri kwa sisi vijana babu tunatafuta. Alafu ule mke wangu mimi nimetoka naye mbali. Yule hajui mimi nilipotoka naye wapi. Sema bwana Ochu, mimi nikwambie kitu kimoja tu kaka. Piva mimi namjua fika. Na hivyo vitu unavyokuja kuniambia, yani nasema ndo kwanza navisikia kwako. Ana Piva ni mtu wangu wa karibu kama unavyojua. Sijawahi kuona akiwa na chembe za tabia hizo. Naweza nikasema kiupande mwingine labda nimtetee. Ila siwezi jua. Huenda ni kweli. Maana binadamu kila kukicha tunabadilika. Ngoja kwanza nimtafute, mimi nikae naye chini nimueleze hiyo hicho ulichokuja kuniambia. Kama kuna ukweli wowote ambao nitaugundua, mimi nitakuelekeza. Yaani hapo usimuelekeze, usimpeleleze. Wewe nenda kamuelekeze, mwambie mshikaji ana noma na wewe. Sema cha kufanya hivi, awe na hii mipaka. Yaani mahusiano yangu mimi awe na mipaka. Kwa hiyo hapo ni mipaka. Heshima iwepo. Basi usiwaze.